jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Andana mandiri kusaka paradia, andana mandiri lezuba anto, rekusha kata parabada, andana mandiri kuzabra anto, rekusha kata paragadia, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila ila zote za Bwana zinakwenda kwa maisha yako, zinakwenda kwa maisha yako, tunaenda kinyume nazo, tunaenda kinyume nazo, kuanzia sahihi, kuanzia sahihi, kuanzia sahihi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Lekusa karaba baba 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 baba, lekusa karaba dia, wandara mandele kuzabra anto, lekusa karaba dia, wandara mandele kuzabra anto, lekusa karaba dia, wandara mandele kuzabra anto, lekusa karaba baba 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 baba, wandara bushi, lekusa karaba dia, wandara mandele Rena makaratupa, warakuza bandere rebusha, yandarana mandere rebuseketupa, lere kusaka yandarada. Katika jina la Yesu Kristo, 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 rabagarada busa, yandarana mandere kusaka paradia, yandarana mandere lezobra anto, le kusaka parada, yandarana busheke paradia, yandarana mandere rebusa, le kusaka paraba, yandarana busheke paradia, yandarana manda, rekoshekete parabadia. Aparato, rekoshekete pai, yandarana busheke pa, yandarana mande, yarakuza bandarana busheke paradia, rekoshekete paraba, yandarana mande lezobra anto, yandarana makarate pe, yandarana manga zebra anto, rekoshakarada busa, yandarana mande rebusa, yandarana koshakatapai, yandarana mande rebusa, yandarana maanga, zebra ekeshekete, yandarana busa kabaradia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, tunaangamiza kila ila zote za adui, tunateketeza kila ila zote za adui, zilizopangwa kwenye maisha yako, zilizopangwa zikurudisha nyuma, zilizopangwa zikurudisha nyuma. Unapopiga hatua unarudi nyuma, unapopiga hatua unarudi nyuma, unapoona baraka zako zinaondolewa. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, tunaenda kinyume na hiyo mipango yao, tunaenda kinyume na hiyo mipango yao, katika jina la Yesu. Lekora kata paraba, yandarada buseke paradia, yandarana makara kupesha, yandarada buseke parada, yandarada bande, rekusha kata paraba, yandarada buseke paradia, yandarana manga zeba adesha, rekusha kata parabadia, yandarada buseke pa, rekusha kata paradia. Yandarana busakata paradia, yandarana manga zebra anto, rekosha kata parabagadia, yandarana manga zebra adosha, rekosha kata paraba, yandarana makarete peredia, yandarana anto, rekosha manga zebra adosha, rekosha kata paraba. Yandarana busikipa, yandarana mandori bahanga, zebra adesha karata, rekusaka yandarana ba, yandarana manga zebra adesha, rekusaka parava, yandarana maande, rekusaka parava baba. Shakarana maanda, wakure, pare adua, ya mipango watalo kutegea, pare haupepanga kwa ajili ya kufundisha nyumba. Siku ya leo tunatangaza kufunguliwa kwako, tunatangaza kuachiliwa kwako, tunatangaza kuachiliwa kwa huduma. Rekosakaraba, yandarana manga deva ango, rekosakata paragadesh, yandarana manda radabush, rekosakata paragadi, yandarana mandere rebush,
kusakata paraba. Yanda rana mandere busa. Kusakata paraba. Yanda rana maando. Shakaraba. Yakara kusakata pa. Yanda rana musakata. Yanda rana mandere busa. Kusakata paraba. Yanda rana maandere busa. Kusakata paraba desha. Yanda rana maandere busa. Kusakata paraba baba. Yanda rana maando. Shakarana maanda. Nama ando, Roku sakata paragadia, Yanda nama anda radabusa, Eleko shaka yanda radabusa baande, Eleko shakete peredia, Yanda nama ando rebusa kaparada, Yanda nama ando rebusa kaparadia, Yanda nama ando rebusa kaparada. Lena makara keparada, yanda rana mando lele zebran, riku saka yanda rana mando, yanda rana mando lele saka paradia, riku saka yanda rana mando, yanda raku saka paradia, riku saka yanda rana mando, rakata paraba baba, karaka parakushe, yanda rana mando. Sekete paragadia, katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. La karaba baba baba, yanda rana mandole zebra, rekusa kata paragadia, yanda rana mandele debus, rekusa rana manda, yanda rana zebra alba, rekese kete para, yanda rana bose paraba, rana mande adesha, rekusa kata paraba baba, yanda rana mandole debus. Kusakata paraba, yanda rana maando, yanda rakoste ketupa, yanda rana maando lezo, lama maando rekesha, yanda rana maando. Katika jina la Yesu Kristo, 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 tunaenda kinyume na kila mpango wa adui, tunaenda kinyume na kila mpango wa adui, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, rekasakata, yanda raboshi, rekama ando rekosa, yanda rana mando reba, rakosakata, yanda raboshi paradia, rekosa atapa. Oh, rabababababa. Rana mama basebaan. Oh, rakaraka paradia. Oh, anda radabo sekepa. Oh, anda radabo sekeparadia. Oh, anda rana mandore lebos. Rakosa kata parababababa. Oh, anda rana mandore lebos. Oh, rakosa kata paradia. Oh, anda rana mando. Oh, rakarabadaba ande. Rekusakata parabadi. Yanda rana mandere debus. Rekusakata parada. Yanda rana boseke parada. Yanda rana manga zebra adesh. Rekusakata paraba. Ira koseke pa. Yanda rabo seke paraba. Yanda rana mandere debus. Rekusakata paraba. Yanda rana ma adesh. Rekusakata paragalia. Katika jina la Yesu Kristo, 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 tunaachilia moto wa Mtakatifu pale ulipokuwa umeshikiliwa mafanikio yako, tunaachilia moto wa Mtakatifu pale ulipokuwa kufanikiwa maneno mabaya kwa maisha yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunafunga milango yote, tunafunga milango yote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana Bwana ulisema jambo lolote tunalofunga duniani na mbinguni limefungwa, tunataka duniani na mbinguni inafungwa. Tunafunga milango yote ya baya, tunafunga milango yote ya baya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la
Yesu, katika jina la Yesu. Rekusakata paragadia yandara yandara na mandiri dibusa rekusakata paragada yandara na mandiri dibusikipa rekura baba yandara dabusikipa yandara adesha rekusaka yandara yandara na makarata rekusaka badia Nama andara bosekepa ya rakosha kayandaraba yandara masuk untuk paradia anda kumwambia Bwana weleze Bwana jambo lako weleze Bwana shida yako mwambie Bwana siku ya leo asikupete mwambie Bwana siku ya leo asikupete mwambie Bwana siku ya leo akakuguse reka baba mwambie Bwana atakapokuwa kusauti na wako gusa maisha yako sikiani mwambie Bwana atakapokuwa anagusa wengine na akagusa maisha yako sikiani mwambie Bwana atakapokuwa anagusa watu wengine na wakagusa maisha yako sikiani unakusa kata parabadia yandara na musa kata parada yandara na mandiri ni musa kusa kata parada maande yandara na makushi kitipa yandara maande yandara na maande na musa kusa kata parada yandara na musa kitipa kusa kata yandara na musa yandara na maande kusa kata parada yandara na mandiri ni musa kusa kata parada yandara na mandira baladesha rekosa kata parada yandara na maakurikusa rekosa kata parada dia yandara na mandiri ni musa rekosa kata parada kadesha rekosa kata parada yandara na mandiri rakataya yandara bagade yerekepere kusa kata fasi yandara na mandere de bosa rekosa kata paragada mwambie Bwana siku ya leo akagusa maisha yako akagusa neema akalete neema kwenye maisha yako siku ya leo mwambie Bwana mwambie Bwana mwambie Bwana mwambie Bwana mwambie Bwana mwambie Bwana karaba rekosa kata paragadesha yandara na maakoshe nama karaka parabadia yandara bosa katapai rekosha karapa atakapokuona wewe majibu ya jirani yako na majibu yako yasikose nama angara dabuse le karada bosa katapa yandara nama amere debusa rekosa katapa ragadia yandara nama andere dejuba anda rekura katapa ragadia yandara nama andere debusi rekosa katapa raba yandara nama andere debusa Nama andara da bosa kata paragadia yandara na mandere de bosa kata parada le bosa kata pa yandara na mandere bosa kata paragadia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaangalia somo la kwamba mruhusu nani Roho Mtakatifu aongoze maisha yako. Nisomee katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 22. Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 22. 15:22 mpaka 23. Ndio. Naye Samueli akasema, Je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa? Je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu? Sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana. Angalia. Ngoja kidogo. Je, Bwana upenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu? Alikuwa anauliza.
sawa sawa na kutii sauti ya Bwana. Inaendelea kusema kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Na kusikia kuliko mafuta ya nini? Ya beberu. Ya beberu. Sura 23. Hapo. Wanaweza kusema sana. Anasema kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Maana yake unapomsikiliza Bwana kila anachokuambia, kufuata kila anachokuambia, ndipo inapokuwa ni bora kwa Bwana kuliko mambo mengine. Unajua watu wanapenda sana maisha yao yaongozwe na akili zao. Unaweza kuwa unapita huko unaona kwamba unakoelekea ni sawa, lakini kumbe machoni kwa Bwana sio sawa. Machoni kwa Bwana, yeye Mungu anawaza upite huko, unaweza kupita huko. Kwa sababu umeona huko unakopita ni sema huko ni pazuri. Unajua unaweza kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu nini? Unapopokea Bwana kuwa na mwokozi wa maisha yako, Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Unapopokea nani? Bwana kuwa mwokozi na maisha yako, Roho Mtakatifu anaingia kwa maisha yako. Roho Mtakatifu nani? Roho Mtakatifu ni Mungu yule yule. Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni Baba mmoja. Lakini amegawanyika katika sehemu kuu tatu. Huyo Roho Mtakatifu unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako, huyo ndiye anaingia ndani yako. Lakini huyo ili aanze kuongoza maisha yako, mpaka wewe uamue kuanza kumsikiliza Mungu huyo uliompokea ili aanze kuongoza maisha yako. Unajua unaweza kuwa na Roho Mtakatifu lakini asiongoze maisha yako. Na Roho Mtakatifu upo naye lini? Roho Mtakatifu ulikuwa naye tokea zamani ulipompokea Bwana kuwa na mwokozi wa maisha yako, lakini kuamua tu kuanza Roho Mtakatifu kuanza kukutumia kwenye maisha yako. Watu wengi wanakuwa nasubiria acha wakati wa Bwana utimie. Kumbe na Bwana yeye anasubiria kwamba acha huyu mtu aamue ili niingie ndani yake, ili nianze kumtumia. Anaanza kawa ndani yake lakini ili aanze kukutumia. Wanaweza sifa sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza kawa ndani lakini asikuongoze. Somo la leo tunaenda kuona kwamba mruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako. Kwanza, usipokuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, kuna mambo ambayo unaweza kuyapata kwa maisha yako, kwa sababu ushampokea, yupo ndani yako. Maana kama yupo ndani yako atahitaji ya kuongoze. Sasa kama atahitaji kuongoza, kuna mambo ambayo yanaweza kutokea ambayo sio mazuri, kwa sababu haujahitaji kumsikiliza, haujahitaji kufuata kile anachokuambia. Roho Mtakatifu anaweza kukutuma sehemu, hiyo sehemu anapokutuma kaonekana mbona sio sehemu sawa. Mbona sio sehemu inapoonekana kwamba au Bwana sasa hivi anahitaji nikaangamie, lakini ndo mwanzo wa maisha yako, mwanzo wa kufanikiwa kwako. Kwa sababu kuongozwa na Roho Mtakatifu, yeye anavyokuongoza inaweza kaanza kuonekana kwamba kwa watu ni sehemu ambapo unaelekea kuangamia. Ukaona kwamba mbona hapa mambo yangu yote yanaelekea kuharibika. Anasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Maana unapomtii Mungu kwa kile anachokuambia, unapomruhusu Mungu kutawala maisha yako, amekwambia nenda hivi, amekwambia elekea huko, inafanya Roho Mtakatifu awe na nafasi kwa kwenye maisha yako. Tunamuona nani? Tunamuona Yona. Yona alikuwa anamsikiliza Mungu kwenye kila hatua. Anamtuma, ni mtumishi mzuri. Lakini Bwana anamwambia kwamba nenda. Watu some. Anamwambia nenda Ninawi, ukapeleke Injili, ukaeleze kwamba Bwana anahitaji badilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomepo Yohana 1:2. Somepo Yohana 1:2. Unajua kuna mambo ambayo Bwana anaweza kukuambia kwa sababu umemruhusu akuongoze. Ikawa inaonekana mbona Bwana ananiwazia kitu ambacho sio kizuri. Kumbe Bwana yeye anakuwa anajua kwamba wewe unakoelekea ni sehemu ya kufunguliwa kwako. Ni sehemu ya baraka zako zilipo.
Kwa sababu kimruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, utakuwa unaelekea hivi. Unapoelekea mbele utaona kama hivi nakoelekea ndipo unapotaka kutokomeza. Kumbe hapo adui anakuwa anahitaji usielekee huko. Nisome katika kitabu cha Yona hicho. Tumuone Yona kwa dakika chache. Yona moja mstari wa 2. Umesema? Ndio. Ondoka. Uende Ninawi. Ondoka uende Ninawi. Mji ule mkubwa. Ukapiga kelele juu yake. Ndio. Kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Kwa maana uovu wao umepanda juu mbele yangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi. Apate kujiepusha na uso wa Bwana. Apate kujiepusha na uso wa nini? Wa Bwana, ndio. Akateremka hata Yafa. Akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Hata tukishia hapo kidogo. Bwana anamwambia kwamba nenda ukaeleze kaambie kwamba Bwana. Yona anasema sasa huko mbona nakohitaji kuelekea, mbona sasa kunatisha. Bwana alafu ananituma, maana yake Bwana yeye anaweza kukuelekeza sehemu ambapo panaonekana sio pazuri kwenye macho yako. Unajua unapoongozwa na Roho Mtakatifu kuna mambo anaweza kawa anakuambia, Bwana anaona kwamba hili jambo nalo naambia Bwana sio kama jambo ambalo ni nzuri kwa maisha yako. Sio kama ni jambo ambalo linaniletea, yani itaniletea amani kwa maisha yako. Lakini hilo ndio jambo ambalo Mungu anakuwa ametengeneza mlango wa kufunguliwa. Mungu hilo ndio anakuwa ametengeneza mlango wa kufunua kwako. Yona anamwambia Bwana anamtuma Yona. Yona anaona sasa huko unakoenda. Kwa kuna story kwamba Yona anaanza huko watumishi wanaenda warudi. Sasa mimi nikienda mbona Bwana ananipa majaribu, anasema hapana labda Bwana acha nikimbie uso wa Bwana. Anasema kwamba anaelekea Tarshishi. Anafika kule anaenda kupanda merikebu. Tunaona tukinaendelea kuona Yona kwa sababu ya kusikia sauti ya Bwana alimezwa na samaki na alikaa tumboni mwa samaki siku 3. Bwana anaweza sasa. Kwa hiyo kuna jambo ambalo unaweza kusababisha mwenyewe kwa maisha yako kwa sababu unampokea Bwana kwa na mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu Roho Mtakatifu yupo ndani yako lakini bado hujamruhusu akuongoze. Unajua kuna mambo ambayo yanaweza kuwa yanaendelea kwenye maisha ya Mkristo. Mkristo anapompokea Yesu Kristo, kuna vitu ambavyo vitahitaji Roho Mtakatifu aviongoze. Yaani atahitaji tu maisha yako yaongoze. Anapoona maisha yako yanahitaji hayaongoze, maana yake kuna sehemu unaweza kupitia ili umruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako. Maana anasema anaenda ili akimbie uso wa Bwana. Maana yake akutii kile Mungu alichomwambia. Akuhitaji hapo Roho Mtakatifu amuongoze. Maana alikuwa anamwamini Roho Mtakatifu kwenye kila hatua. Lakini hapo aliona siwezi nikamsikiliza Mungu kwa sababu huko ninakoelekea nako nituma. Ni sema ambapo kuna historia zake, wana historia zao. Watumishi hawahitajiki. Unaenda unaanzaje? Bwana akwambia kwamba naenda kuhubiri sehemu. Unajifungia kwamba huko nakwambia kwamba nikahubiri sehemu. Ninaanzaje kuhubiri? Ninaanzaje kwenda kula kati hawahitaji kupelekwa injili kule? Yona naenda. Tatizo la Yona akumsikiliza Mungu ikasababisha akakaa tumboni mwa samaki siku 3. Lakini kwa nini alikaa tumboni mwa samaki? Alikaa tumboni mwa samaki ili ajifunze, ili aelewe. Kuna mambo ambayo Mungu anaweza kawa anayaleta kwa maisha ambayo yakawa yanafunga maisha yako kwa sababu bado hujamruhusu Roho Mtakatifu kuongoza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mambo ambayo yanaweza kawa yanaendelea kwa maisha yako sio kwa sababu eti Mungu amekuacha, wala sio kwa sababu eti ameletwa na adui kwenye maisha yako, lakini kumbe ni Mungu anakupitisha ili mruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako. Unapompokea Mkristo unapompokea Yesu Kristo kama wewe Mkristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako, maana yake unamruhusu Roho Mtakatifu aanze kuongoza maisha yako. Inahitaji umpe nafasi. Inahitaji umpe nafasi ya kuongoza. Ni kuamua kujikana kwamba mimi maisha yangu kwa sababu nimemkabidhi kwa Yesu Kristo, na huyo Yesu Kristo ndiye Baba, na huyo Baba ndiye Roho Mtakatifu, maana yake lazima nimruhusu ili aongoze maisha yangu.
Lazima nimruhusu, nimpe nafasi kwenye maisha yangu. Utanisomea kwa kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 14. Lazima umpe nafasi. Unajua Roho Mtakatifu anaweza kukuambia kitu, hicho kitu kama kinaonekana mbona huyo mtu anakoelekea akili hana. Nuhu anaambiwa na Bwana kwamba sasa nijengee safina. Hivi kwa kila kibinadamu, kwa akili inawezekana kwamba uanze kutengeneza safina. Wewe safina inakaa hiyo kubwa hiyo mpaka unaweka wanyama. Inawezekana. Lakini Mungu anamwambia Bwana, anamwambia Nuhu kwamba nitengeneze safina. Maana ni kutengeneza safina. Bwana alikuwa anajua. Watu kila mtu alicheka. Alikuwa anasema sasa huyu mtu mbona kama hivi asipana akili. Mbona kama anakoelekea anaelekea kuanguka. Labda alisema kwamba huyu mtu ana dhambi. Kila mtu alimcheka, hakujalisha ni Mkristo, hakujalisha ni nani, kila mtu alimcheka. Na ndio maana Bwana aliangamiza kila mtu. Unapoongozwa na Roho Mtakatifu, kuna sehemu, kuna mambo anaweza kukwambia machoni kwa watu yakaonekana sio mazuri. Kumbe Bwana yeye anakuandalia jambo zuri sana la kukuinua. Kwa sababu baada ya kutengeneza safina, leo tunaona anamwambia Bwana tayari, na Bwana analeta gharika. Ile gharika inafanya familia yake na Nuhu na watu na yale maelekezo ambayo Bwana alikuwa amemwambia Nuhu wakombolewe. Maana yake walipata ukombozi, hawakupata tatizo lolote kwa sababu walimsikiliza Bwana. Walihitaji Bwana aongoze. Maana yake Nuhu alikuwa na mamlaka, hao walikuwa na uwezo wa kukataa kusema Bwana hili jambo bado haliwezekani. Je, angekataa maana yake wakaangamizwa kila mtu. Unaona faida ya kumsikiliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza akawa ndani yako, lakini usimruhusu kuongoza maisha. Yaani anaweza kawa ndani yako, lakini usimruhusu kuongoza maisha yako. Tunaona Petro, wale waliokuja wakadanganya madhabahu kwa habari ya sadaka. Petro anawaambia kwamba mnadanganya wewe Bwana. Yaani hapo watu walijua kwamba wanamdanganya Petro kwamba sasa kwamba hata ukimdanganya kwamba si sadaka tutapewa, kwamba tumetoa sadaka, tumepata sadaka kiasi fulani, sadaka imekosekana. Walijua wanamdanganya Petro kujua kama wanamdanganya Bwana. Ndio maana Petro alisema kwamba mjui kwamba kwa mnamdanganya Roho Bwana kwamba sadaka mmeuza kiasi. Wanasema ndio, wakafa hapo madhabahu. Maana yake unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, unapomruhusu kuongoza maisha yako, kuna vitu unaweza ukafanya. Mtu anaweza kawa anajua kwamba anaongea na kumbe yupo anaongea na yule mtu ambaye yupo ndani yako. Haleluya. Hata kumruhusu Roho Mtakatifu kuongoza maisha. Hata kumwambia Roho Mtakatifu karibu kaongoza maisha yangu. Watu wanaweza kawa inuka kinyume na wewe. Wanainuka kwako, wanahitaji kukuangamiza, wanajua kwamba wako wanashindana na wewe. Kumbe kwa sababu wewe ushampokea kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ushampokea Yesu Kristo, ushampokea Roho Mtakatifu, lakini kumpokea kwenyewe umeacha kuongoze. Alafu mtu anajua yupo anashindana na wewe. Mwache. Kwa sababu anayeshindana ni yule ambaye yupo ndani yako. Unapomruhusu Roho Mtakatifu kuongoza maisha yako, maana yake unafungua milango mingine ya baraka kuachilia kwa maisha yako. Unaona kwa unapitia jambo gumu, unaona kwamba mbona hili jambo gumu kabisa, lakini yule Roho Mtakatifu ndiye anaruhusu, anaweza kuruhusu ile jambo, alafu baadaye mwisho wa siku anakuwa amekuandalia kitu kizuri sana kwa maisha yako. Tunaona Ayubu, Ayubu alipitia mambo mangapi? Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye tu anahitaji Bwana tu aone kama anastahili, kwamba yeye anastahili kuinuliwa. Maana Ayubu alipitia yote.
watoto wake wote wakafa. Yeye mwenyewe akaugua mpaka hata kuvaa nguo ikawa ni shida, lakini alijua kwamba nina roho ya Bwana anayenipigania nilionaye. Huyo aliyenibariki siku hiyo ataendelea kunibariki tena. Huyo aliyembariki vitu atavileta tena, vitarudi. Maana yake unaweza kwa mpaka hata watu wa karibu, mpaka mke wake anamwambia sasa, usimkane yule Bwana, usimkane yule Mungu wake ili upate kupona. Maana yake yeye alikuwa nao kwamba kumwambia Bwana, sasa hapa nimechoka. Lakini hakuendelea, hakujali maneno ya watu. Yeye alichoangalia, aliangalia lazima niongozwe na Roho Mtakatifu, kwa sababu na Roho Mtakatifu ndani yangu lazima nimeruhusu. Atende kwa maisha. Unaweza kuwa unakuta jambo ambalo linaonekana sio zuri hivi. Yaani kwa watu inaonekana kama hivi jambo ambalo wewe ustahili wewe samani yako haionekani kwa watu. Acha Roho Mtakatifu samani yako kaioneshwe mwenyewe. Kwa sababu utapambana wewe mwenyewe kwamba ili samani yako ionekane kwa watu. Lakini watu waweza kuiona samani yako kama hujamruhusu Roho Mtakatifu ili aone samani yako, aoneshe samani yake mwenyewe. Wanaweza sasa, kwa sababu utaonesha thamani yako, utafika hatua watu watasema nilipofika huyu tumemchoka. Lakini Roho Mtakatifu akiwa pamoja na wewe, yeye Roho Mtakatifu atakapokuongoza utaonekana thamani yako haona hata upambuliki, lakini baada ya siku hiyo thamani yako ndipo utakapokuja kujulikana. Amen. Unataka kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuna mambo unaweza kaambiwa fanya hiki. Hivi fikiria kwamba Ibrahim ameomba mtoto kwa miaka mingapi? Na amekuja kupata mtoto kwa muda gani? Lakini kwa sababu alikuwa anaongozwa na Roho wa Bwana ndani yake, akuangalia Roho Mtakatifu, akuangalia jambo lingine, aliangalia kwa yampasa, kwa sababu anamwambia yampasa atoe mwanao. Nitolee mwanao. Sasa kwa kiasi ilikuwa na uwezo kwa kumwambia Bwana, sasa wewe ndio unanipa huyu mtoto, kwa nini mtoe? Kwa nini? Yaani alikuwa na mamlaka kusema kwa nini kuweka leo, kwa nini ikuwepo. Lakini akuangalia hiyo, kwa sababu akuangalia aseme kwa nini, aliangalia yampasa kufanya, kwa sababu Mungu aliyempa mtoto ndiye atakayempa tena na wengine na wengine. Bwana asifiwe sana. Tengeneza mazingira, mruhusu Roho Mtakatifu kuongoza. Atakapokuwa anakuongoza utaonekana kama hivi ustahili, utaonekana kama hivi ufai, utaonekana kama hivi yule mtu kama hivi mbona hayuko sawa. Bwana asifiwe sana. Mbona huyo mtu anakoelekea sio sawa, lakini kumbe yeye anakuwa anajua kwamba huyo mtu kuna sehemu anakoelekea, ninamwandalia jambo zuri kwa maisha. Kwa sababu ukihitaji kujiongoza, wewe unahitaji mambo mazuri. Hamna mwanadamu ambaye anahitaji jambo baya kwa maisha. Hayupo. Kama upo wewe, Mungu akubariki sana. Na ukihitaji mabaya atakuja, sio kwamba hatakuja, atakuja. Kwa sababu unachotaka mtu ndicho utakachopata. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu unaweza kutokea usione kama yani unaona wewe yanatokea mambo ambayo unaona sio mazuri kwa maisha yako. Wewe unaangalia kile kizuri ambacho Roho Mtakatifu amekuahidi kwa maisha yako, kwamba atakupatia. Mruhusu Roho Mtakatifu aongoze tu maisha yako, hata mruhusu tu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako. Utashangaa sana. Mruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako. Soma katika kitabu cha kwanza sura ya 16 mstari wa 14. Umesema? Ndio. Basi. Roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Ndio. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia. Ndio. Sasa roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Ndio. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako watafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi. Hata tukisha anasema roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ambavyo unaacha kumsikiliza Mungu kwa maisha yako, unapohitaji kujiongoza, unaposema sasa mimi ni mimi kwenye maisha yangu, maana yake unasubiria, unategemea akili zako wewe mwenyewe. Utafika sehemu utafeli. Bwana ataukataa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unahitaji tu mbele kwa watu uonekane uko vizuri. Itafika hatua utafeli. Itafika hao watu wanaokuona kwamba uko vizuri, hao watu hao ndio watakaoona kwamba ufai.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kumruhusu Roho Mtakatifu kuongoza maisha. Haijalishi ni mambo mangapi unapitia kwenye maisha yako, wewe cha kuangalia sana kwenye maisha yako kwamba Roho Mtakatifu acha aongoze maisha yangu. Acha Roho Mtakatifu akazungumza akatenda tu kwenye maisha yangu hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mtakatifu atakapo kuongoza tunaona kwamba mbona hapa ninapopelekwa hapa Roho Mtakatifu anachotaka nifanye, mbona sio kizuri? Mbona kama hivi sio sawa? Naona mtu anatengeneza safina. Yaani kwa kila binadamu jambo bado haiwezekani kwa sababu ni kama kujichosha, kujisumbua. Sasa Bwana anaona anapenda hiyo safina. Hii ninaitengenezaje? Yaani Chawana alikuwa anaanza kumuuliza Bwana maswali kwamba hii jambo likoje, lakini yeye kwa sababu ana roho ya Bwana. Kwa sababu yeye anamsikiliza Mungu kwa kila kitu, hakujali ni jambo gani, hakujali watu wanamsemaje, hakujali haliwezekani, yeye alichoangalia kwamba Bwana amesema afanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Bwana amesema afanye. Kwa hiyo unapomruhusu Roho Mtakatifu kuongoza maisha yako, kuna mambo mengine Roho Mtakatifu anaweza akakwambia kwamba fanya hiki, elekea huko. Wewe kwako unaona mbona hili jambo haliwezekani? Kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako sio kwamba Roho Mtakatifu anaongoza maisha yako. Kwa sababu Roho Mtakatifu ulikuwa naye ulipompokea Bwana, ulipompokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi maisha yako, aliingia ndani yako. Kwa sababu yeye Roho Mtakatifu ndio yeye Mungu, ndio yeye Yesu Kristo, kwa sababu ameganika katika tuzo mkota tu, lakini ndio yeye. Maana unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wako, unakuwa umemruhusu Roho Mtakatifu kuingia ndani yako. Je, kuingia ndani yako umemruhusu kuongoza maisha yako? Bwana asifiwe sana. Umemruhusu aanze kuongoza maisha yako. Maana atakapoanza kuongoza maisha yako unasema atakwambia elekea, fanya hivi. Bwana anaambiwa na Bwana kwamba wewe nenda Ninawi. Bwana anaona hivi huko, mbona kwambia na Bwana niende huko, mbona ni hatari sana. Biblia inasema kwamba Yona anakimbia uso wa Bwana, akakimbia uso wa Mungu. Niangalizie tena hicho kitabu cha Yona. Hapo moja mstari wa 2. Ndio. Ondoka. Uende Ninawi. Mji ule mkubwa. Ukapiga kelele juu yake. Kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Ndio. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi. Ndio. Apate kujiepusha na uso wa Bwana. Lakini Yona akakimbilia Tarshishi ili apate kujiepusha na nini? Na uso wa Bwana. Kwa tunaona Yona Bwana anamwambia kwamba nenda Ninawi. Lakini Yona yeye anaacha. Anaenda Tarshishi. Manake yeye aliangalia kwamba mbona Bwana alikonituma huko anakonituma mbona ni hatari. Bwana ni hatari. Manake Bwana yeye anataka kupeleka sehemu kwa wewe kwa akili yako. Kwa macho yako unaona Bwana sasa Bwana anakonituma ni hatari sana. Lakini kumbe Bwana anakuandalia. Yeye anakuwa shajua unakoelekea ni jambo zuri, kwa sababu hamna mtu atakayemwazia mwanae vibaya. Hayupo. Hamna mzazi atakayemwazia mwanae vibaya. Lakini anaweza akakupa jambo au akakupiga. Anapokupiga mzazi sio kwamba anakupiga kwa sababu akupenda, anakupiga kwa sababu ili urekebike, akufundishe. Unaona? Yona sio kwamba alipo ukienda pale kusoma anasema kwamba Yona alipokimbia uso wa Mungu kilichomtokea alienda tu akapanda. Alipokuwa anaenda ilitokea samaki kameza. Jambo lililotokea kwamba Yona alikaa tumboni kwa samaki siku 3. Sasa hiyo tunaona asingekimbia uso wa Mungu, je, lingetokea? Manake hakuhitaji kumsikiza. Aliona jambo, mbona Mungu ananiambia hili jambo ambalo ni gumu sana kwa maisha yangu. Jambo ambalo haliwezekani. Jambo ambalo kwa kila kibinadamu inaonekana sio sawa. Kwa sababu mimi nakumbuka kipindi kuna kipindi nilikuwa Bukoba. Nilikuwa sipendi sana kusali. Nilikuwa sana kusali kwa naenda mara moja. Sasa kuna vitu ambavyo vilikuwa vinafanya
vinanichukulia muda mpaka hata kusali na kuwa tatizo. Pale ilikuwa cha kwanza ni kazi, simu, na ilikuwa kikorokoro pale ofisi. Nadhani nikasema ni kama bonanza. Sasa vilikuwa vinanifanya sana, unaamka asubuhi akili inawaza hivyo vitu. Sasa hata nikitaka kwenda kanisani, yani unasema ngoja niende kanisani, shajiandaa kumshavaa kama naenda kanisani. Nikifika pale nasema sasa acha nicheze kidogo nitafute sadaka, nikiliwa 10,000 akili hapo. Naenda nikishalia 20,000 nasema basi kanisani hamna. Kwa sababu naenda kusali hapo akili nawaza umeliwa 20,000 kule. Lazima ufanye kazi ili utafute 20,000. Kwa hiyo kinafanya vinanilia muda sana. Kitu cha kwanza simu ikaibiwa. Sasa kaona simu imeibiwa hapa. Wiki ya kwanza ikapita nikasema hiyo imeenda. Kitu cha pili acha hayo maadui yakaanza kuibiwa kwenye huo mtaa. Hapo ndio ikawa kesi, Wachina kwa wanawazungusha wanawapeleka huku. Wachina wengine mpaka wanakamata walifungwa. Sasa akawaza hii na lidude la watu ili na mimi naelekea kufungwa hapa likiibiwa. Watu wanaitisha bado wako wanasema basi. Tuko na waza au ndio nalala ofisini. Au ndio nalibeba nalipeka. Sasa kulibeba nyumbani kazi nyingine tena kwa sababu ina fedha mle. Ndio unakuta ni kizito mpaka ukibeba wewe na ukibeba lazima uweke mtu mwingine. Nikasema na yeye tatizo asubuhi na usiku. Sema na yeye tatizo. Simu ikaibiwa. Kazi ya kwanza kwa nafanya nikaacha. Nikawa nimemlilia Mungu siku hiyo nakumbuka nikapata kesho yake nikapata kazi nyingine na bora kuliko hili. Lakini mimi naomba tatizo ilikuwa ni kwa sababu siku moja nikaamua nikafikiria ndani. Na nakumbuka siku moja baba alikuwa live. Kama naingia hivi napita hivi naangalia baadaye namwangalia nasema hivi na mimi ningekuwa huku. Na nawaza hivi na mimi ikitokea kipindi na mimi nimeenda tena. Baadaye nawaza haila na kazi hapa ikitokea sasa. Kwa hiyo kana na mawazo mawili. Bwana sasa. Simu yangu imeibiwa. Na kazi na hiyo ikaanza kuwa changamoto. Unashinda pale, ukitoka kidogo tu kijana anaweza kupita hivi akachukua shilingi ngapi alafu kwa sababu vile fedha ilikuwa na viacha pale. Hayo simu yangu ikaibiwa kapita mwezi mzima. Huyo ni mwezi sasa amezamilia mwezi mzima mtu ameiba simu. Nakorokona nasikia swiki imeibiwa wapi, swiki imepasuliwa wapi, unaanza na wewe unashikilia moyo wako. Nasema mchina yeye kwenye hela anaga mtutani na mtu. Sasa nikaamua nikasema hapa kumbe ni kwa sababu nimemwacha Bwana. Acha niende kusali. Nikawa naamka mapema sana, najiandaa usiku naamka mapema sana. Nawaza hapa nipata kijana na muacha saro, nisipompata naenda nafunga ofisi mpaka mtakapotoka kanisani. Nasema acha nikamilie Bwana kwanza. Cha kwanza unaanza fedha ya simu utaitoa wapi? Sio hela ya nini utaitoa? Acha nikamilie kwanza Bwana. Kwa hiyo nikawa siangalii kwamba ofisini boss ataniambia, nilikuwa naangalia tu acha Bwana kama alinipa hii kazi. Na kuna watu ndio wakutakula wana kazi. Bwana atanipa tena. Nakumbuka nilienda Jumapili siku moja. Nikawa nimemlilia Bwana nikamwambia Bwana naomba nisamehe, nikaelekea pale. Mtu akilia ukawa unalia pale unalia kanisani unajua huyo atakuwa mjeza na Roho Mtakatifu. Kumbe unalia kwa sababu ya matatizo yako. Unalia kama Bwana amekuacha. Watu wengine wanasema amina jina Bwana tukuze ni Roho Mtakatifu. Kumbe wewe unalia kwa sababu Bwana amekuacha. Vitu vyako vinaingia mpaka sasa unatishiwa. Ikabidi siku hiyo nikamletea Bwana. Nikaenda Jumatatu siku hiyo hali ilikaa vizuri sana hata ofisini. Ikawa na amani. Jumatatu nilikuwa na mpango wa kununua simu, nikapigiwa simu kwamba simu yako kuna sehemu tumepata. Umepita mwezi mzima nikawa nimepata simu yangu. Jumatatu na nimeenda Jumapili kanisani. Jumatatu nikawa nimelala na simu yangu. Umeikamata. Na sio kama nilikuwa nafuatilia, nilikuwa nafanya jambo lolote, lakini nikaipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Nimeenda kanisa kwa sababu Bwana anahitaji, kuna mambo mengine anaweza akayaleta kwa maisha yako ili ujue kwamba hapa lazima nimruhusu Mungu kuongoza. Ushampokea Bwana, yani ashampokea Roho Mtakatifu ndani yako, lakini aongoze maisha yako. Unajiongoza wewe mwenyewe ndio utako. Ukitaka kupita huko unapita, ukitaka kutoka huko unatoka. Jumatatu kama nimelala simu yangu. Sasa nikasema kwa sababu nimepata lazima usitaacha kusali. Nikawa nasali na mkumbusha Bwana lia. Na nakumbuka mpaka Jumapili ndio kutoka shule. Nikalala simu yangu hadi ya saloni pale kazini pakawa vizuri sana. Mpaka watu wanaanza kuniita mchawi, pale nitoka wananiita mchawi. Bwana asifiwe sana. Na nakumbuka nilipoanza hata kusali naomba nyumbani nafanyaje? Siku ndio nikakutana baba akasema natakiwa nikadumu sehemu kuna kanisa huko nikatakiwa niende nikawatembelee. Sasa nikaanza hivi ninaendaje? Hivi nafanyaje mpaka kama kwa shasahau. Nasema hii inakuwa. Nikasema acha, nikamwani nikasema nitaenda. Ikafika asubuhi alikuwa anajiandaa ili niende kazini. Kama hata sijajiandaa kwa habari ya nguo, sijajiandaa kwa chochote, nikasema acha nijiandae niende kazini. Naona mama akanipigia kwamba unakuja, nikasema hapa ndio nilikuwa najiandaa, acha nije. Ndio nakuja. Ikabidi akutane niache na nili nikaweka kijana tena dakika chache. Nianze kujiandaa kwa huo muda. Nikasema labda mtumishi na mwingine hata acha nivae vyovyote, nikavaa weka shati. Nikaenda. Nikafika kule Mungu kazika, lakini mambo yote hayo kwa sababu nilianza kwanza kumjua kwamba Mungu kumbe ana umuhimu sana kwa maisha yangu. Unajua Mungu anaweza kawa anahitaji kutenda mambo makubwa sana kwa maisha yako, lakini kwa sababu bado hajahitaji aongoze maisha yako, asisihirishe jambo lolote kwa maisha yako. Anaweza kawa ndani yako lakini yeye asifanye kazi. Yaani anaipo ndani yako tu kwa sababu hajamruhusu tu ili aongoze maisha yako, lakini ipo ndani yako. Kwa sababu unapompokea Yesu Kristo, yaani siku hiyo ya kuokoka Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, lakini kazi ipo kwenye kuongoza maisha yako. Kwa sababu Roho Mtakatifu atakapokuongoza, kuna sema atakapokuwa anakupitisha hivi. Anapokupitisha watu wanaweza kuona hivi huyu mtu hapo akili yake haiko sawa. Huyu mtu hayuko sawa. Lakini akili yako itakuwa inakupeleka tu pazuri. Ukihitaji kukanyaga mchanga unaenda huko pazuri tu. Hapa unahitaji pabaya. Lakini hapo utafika hatua utaanguka. Na utakapoanguka utafika hatua yani utakata tamaa kabisa. Lakini unapokuwa na Roho Mtakatifu, yeye anapokuongoza wewe nenda tu. Anakuambia nenda huko nenda. Anakuambia fanya hiki fanya. Inafanya Mungu anaongoza sana maisha yako. Haitajalisha kwamba wewe ukoje, kwa sababu amemruhusu aongoze maisha yako, ataongoza maisha yako. Kwa sababu tunaona walipomkataa Mungu walikosa uongozi wake. Kwa sababu wamemkataa, walikosa uongozi wake. Soma kwa kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 22 mpaka 23. Nasoma hicho kitabu cha mwisho. Kwa hiyo mruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha. Haijalishi unapitia jambo gani. Haijalishi upo kwenye mazingira gani. Wewe tu mruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha. Haijalishi ni mambo mangapi utasikia kwenye maisha yako, haijalishi ni vitu gani utavisikia, haijalishi. Yaani wewe haijalishi kitu chochote kwenye maisha yako. Kinachotenda mambo mengi sana kwenye maisha yako ni kumruhusu kwanza Roho Mtakatifu aongoze maisha yako. Kwa sababu Bwana anaweza yeye akawa ndani yako lakini asiongoze maisha yako. Soma kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 22 mpaka 23. Kwa hiyo walikosa uongozi wa Mungu, yaani walimkataa Mungu, wakakosa uongozi wake. Kwa hiyo unaweza kumkataa Mungu, kumkataa sio kwamba eti kama unasema Bwana sikutaki kuanzia leo. Ni kwa sababu bado hujamjua kwamba Bwana anaweza kutenda jambo lolote kwa maisha yako. Ndio. Inasema Hesabu
Hesabu 14 mstari wa 22 mpaka 23. Inasema kwa sababu watu hao wote ambao wameona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri ndio na huko jangwani pamoja na haya wamenijaribu mara hizi kuu ndio wala hawakusikia sauti yangu ndio hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowaapia baba zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tukishia Mungu anaweza, unajua kwa mwanadamu Mungu anaweza akakutendea mambo mengi sana kwa maisha yako. Mpaka hapo ulipofika ni mkono wa Mungu. Lakini ukakosa kumsikiliza Mungu kwa sababu ya kitu kidogo sana. Ukaenda kinyume na Mungu kwa sababu ya kitu kidogo sana. Na Mungu akafanya akaukataa. Na ile ahadi aliyokuahidi, unajua kila mtu hapa amebebelea ahadi yake. Na ile ahadi Mungu aliyokuahidi isitimie kwenye maisha yako. Sio kwa sababu eti ya jambo lingine, kwa sababu bado hujahitaji Mungu. Umejua kwamba hapa Mungu sasa hatakiwi, yani Mungu anaweza kukubariki. Kwenye wakati wa baraka watu wanamwacha Mungu, wanaona baraka sasa ndio wamemaliza kila kitu. Lakini kwenye wakati kumbe ndio wakati sana wa kumhitaji Mungu. Sasa ndio wakati sana wa kuamua. Kwenye wakati wa baraka zako ni wakati sana wa kumhitaji Mungu, sasa ni wakati sana kwa haraka sana wa kuamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiangalie hapa ni kitu gani nilicho nacho kwa maisha yangu. Angalia Mungu amenitoa wapi na Mungu amenifikisha wapi. Chakula mimi na ushuhuda mpaka sasa hivi nilipofika. Namshukuru sana Mungu. Namshukuru sana Mungu mpaka hapa nilipofika. Nasema ni kwa sababu ya Bwana nilipofika mahali hapa. Kwa maisha yako wewe jarishi unapita changamoto, wewe unamshukuru Mungu, unasema kwa Bwana ulinitoa kule, nilikuwa na jambo wewe unamkumbusha. Yaani wewe usiangalie sasa ukaanza kulaumu kwamba Bwana mbona napitia kile hiki. Mkumbushe Mungu, Bwana uliniokoa kwenye ile tatizo Bwana, na hili sio tatizo, najua utaniokoa. Unaweza tumezana. Najua utanisaidia. Unajua kila mtu hapa hamna mtu ambaye hajawahi kusaidiwa na Bwana. Lakini ni kwa sababu ana shukrani kwamba Mungu alimsaidia. Kumbuka, anakumbuka tu kile kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi na ushuhuda kwamba namshukuru Mungu mpaka hapa nilipofika. Wazazi wangu wa kiroho. Lakini jambo la ushuhuda kwangu najivunia. Mungu aliponifikisha hakuniita wazazi wangu wa kiroho. Ni jambo cha kwanza la kumshukuru Mungu. Basi unajua Mungu anaweza kukuambia fanya hiki. Napokuambia mimi niko kuja mpaka ndugu zangu wananiambia wewe tusikujue. Yaani unapoenda kule usitujue, cha wewe usitutafute. Kwa sababu Mungu yeye alikuwa anajua anachoniandalia. Aliniwekea wazazi wangu kila hivi anifikishe pale Bwana anapohitaji. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Mpaka sasa nilipofika, inafika hatua mpaka ndugu yako wewe ambaye anakuta hakutaka ufanye kazi ya Mungu anahitaji naomba uniombe. Na mwingine anakuita baba mtumishi naomba uniombe. Lakini siku hiyo hakutambua thamani yako. Ungeenda na akili zao au akili zako, maana yake ingefika mpaka sasa hivi wangekuwa wanakupiga teke hivi. Nikianza kuambia kwamba unataka kumtumikia Mungu, kuwa na Mungu, kumfuata Mungu. Mungu amtumie yule mtu anayestahili, anamtumia yule mtu ambaye ana utayari wa kutumika. Bwana asifiwe sana. Kila mtu anaweza akawa anastahili kwa nafasi yake, lakini Bwana anaangalia yule mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi yake. Ambaye yuko tayari. Najua kuna mambo mengine Mungu anaweza kuleta mbele yako uko unaona sasa mbona hapa napoelekea hapa hamna. Kwa kipindi cha nyuma mimi nafanya kazi ya Mungu, huko ndugu anakutia kiburi anakuambia wewe hata ikifeli huku tunatupo unasema yes, kumbe wapo ndugu na unafanya namna hii. Lakini hao ndugu wao tegemeo ndio. Kumbe Mungu anaweza kukupitisha. Yaani Mungu pia anaweza kukupitisha sehemu akakupa kitu ili ujifunze wewe. Watu wanasema wewe ndio acha kwanza kitokea jambo tupo pamoja na wewe, nasema yes. Nao
Nenda na akili zako zinavyokutuma ndipo utakapoona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumruhusu Mungu aongoze maisha yetu. Mruhusu Mungu, haijalishi upo kwenye unapita kwenye hatua gani. Wewe mruhusu tu Mungu aongoze maisha yako. Mungu anaweza kaa ndani yako, Mtakatifu anaweza kaa ndani yako lakini asiongoze maisha yako. Ni vitu viwili. Anaweza kaa ndani yako. Kuwa ndani yako sio jambo linalofanya aongoze maisha yako, no. Na ndio maana nimwambia kwamba Petro hapo, wale watu waliomdanganya Petro anasema kwamba jambo mdanganya wale bwana. Wale watu walikuwa wanajua kwamba anamdanganya Petro, kumbe alikuwa anamdanganya Roho Mungu yule ambaye yupo ndani ya Petro. Na watu wakafa pale madhabahu. Kwa sababu wamemdanganya. Yaani watu walikuwa wanajua kwamba tumemdanganya Petro. Watu wanaambia nyie, hamna, mjandanganya mimi. Angalia leo bwana. Kumbe Roho Mtakatifu ana mchezo. Yaani anapokuongoza, yeye anahitaji tu umsikilize kwa anachokwambia. Unapokuwa upo kwenye maombi unaona nipo kwenye maombi hapa ni sawa. Upo kosa kama ndio anakuambia tunga kwanza kwenye maombi kuna mtu anahitaji kwanza anahitaji chakula, nenda kumpe chakula. Hicho unachokimbia. Nenda kwanza bwana. Unaanza kusema shetani shika kwa jina la Yesu. Ndio kuna baba alikuwa anasema sana kwamba kuna watu wanamkemea Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Na wanamkemea Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo wanamkemea. Kwamba toka Roho Mtakatifu, toka Yesu, toka, kumbe ni yeye anakuambia umefanya hiki na hiki na hiki na hiki. Unamkemea Roho Mtakatifu kwa jina lake. Alafu unahitaji aondoke. Aseme huyu amenikemea, amenitoa kwa jina lake. Ni kwa sababu unamkemea Roho Mtakatifu kwa jina, sio kwa sababu eti wewe uko ni kwa sababu unahitaji kumsikiliza. Maana ukitaka kumsikiliza kuna sehemu unaweza akakwambia jambo kama mbona hili jambo wewe Mtakatifu anatoka kwenye maombi anahitaji niende sijui kule ni sijui nikafanya jambo gani. Nikasaidia watu kwa mimi na nipo na Mungu Roho Mtakatifu anibariki. Nipo na Mungu Roho Mtakatifu hapa alipo fedha, sina chakula. Alafu ananiambia kichakula hicho nacho nikakitoa. Nitoka kwenye maombi. Wewe ni shetani kwa jina la Yesu Kristo. Mungu anamkemea yeye kwa sababu anahitaji akubariki, ndio maana kuambia vile. Roho Mtakatifu anapokuongoza anaweza kukuongoza tofauti na akili zako zinazofikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wale walipoanza kusimama tunapoenda kuomba kwa ajili ya kumkaribisha Roho Mtakatifu ili aongoze maisha yako. Roho Mtakatifu anaweza kuwa ndani yako lakini asiongoze maisha. Mruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, haijalishi upo kwenye mazingira gani. Haijalishi ni jambo gani linaloendelea nalo kwenye maisha yako. Jambo la msingi ni kumruhusu Roho Mtakatifu kuongoza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ulipo unaweza kaomba ukamwambia Roho Mtakatifu na ukaribisha kwa maisha yangu siku ya leo. Karibu kaongoze maisha yangu siku ya leo. Mwambie ninajua nimekaa na wewe kwa muda mrefu lakini nilikuwa sijakuruhusu ili uongoze maisha yangu. Bwana karibu uongoze maisha yangu. Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana. Ninakuja mbele zako Bwana nikiomba neema yako na neema zako Mtakatifu wa takatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana. Bwana kuna jambo ambalo nimefanya nisikusikize, nimeenda kinyume na wewe Jehova. Nimeenda na kile unachohitaji kinyume na mapenzi yako Mfalme Bwana. Lakini naomba neema yako na neema zako siku ya leo. Ninaomba uongozi wako Bwana kuongoza maisha yangu siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana. Roho Mtakatifu naomba uongozi wako siku ya leo. Naomba uongozi wako siku ya leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Lekushakata paraga dozo vya antaradia. Yandarana mando lekusa naga parada. Mwambie Bwana akaribia anze kuongoza maisha yako. Ulikokuwa unaelekea, haijalishi ulikuwa unaelekea mazingira gani.